Kama wewe ni mfuatiliaji wa movie utakuwa unaungana na mimi. Sasa hivi Bongo kumekuwa na ubunifu mkubwa sana. Watu wamekuwa wakifikiria sana katika kufanya kazi zao. Tumeona movie kama Dunia imeweza kutoka. Movie kama Dunia ina episode nyingi, yani episode nyingi ambazo kwa hizi short movies yani wengi hawafanyagi vile, lakini bado inapendwa mpaka kufikia siku hapa ya leo. Watu wanazidi kufuatilia muendelezo, wajue kwamba dunia imefikia wapi. Kwa hivyo ukiangalia Bongo sasa hivi kumekucha kweli. Hapa leo nimekuletea recap ya movie moja ambayo inaitwa Memkwa, amefanya Steve Mweusi. Steve Mweusi ameweza kufanya vizuri sana katika hiyo movie kwa sababu ameweza kwenda kuonyesha maisha fulani hivi ambayo watu wanaishi wale Memkwa. Yani kipindi kwa wanasoma huenda kuna baadhi ya changamoto ambazo zilikuwa zinatokea. Kwanza picha linaanza Steve mwenyewe anaingia darasani amechelewa. Amechukua begi lake na kulitupa ndani. Lakini cha ajabu wakati anaingia ndani anajibana aende akakae, anashangaa ile begi amelibeba mwalimu. Yaani picha ina vituko sana ndugu yangu. Kama hujaiona I say umepitwa na vitu vingi sana. Baki na mimi hapa utakwenda kujua kila kilichoendelea katika hii movie. Basi Steve anaulizwa madaftari yako yako wapi? Kwa sababu nataka nikufundishe kama vile nilivyowafundisha wenzako. Mchizi anaanza kufikiria kwamba kwa sababu yeye ukija kuangalia kwamba alichelewa kuingia darasani, wenzake walikuwa tayari wameshaingia na madaftari wamechukua mwalimu. Kwa hivyo akawa hana cha kumjibu mwalimu. Huko anamwangalia mwalimu usoni kwa jicho la upole. Kwa hivyo lakini mbele kuna wenzake ambao wamepiga magoti na wanaita mvua, wenyewe wanajua watu ambao wamepita shuleni. Kwa hiyo na yeye akaambiwa ende akajumuike pale. Lakini kitu cha kuchekesha zaidi wakati anaenda akaanza kumwambia mwalimu, mimi wakati naenda huko kuna mtu mwingine. Mwalimu akamdakia juu kwa juu akamwambia kwamba hakuna cha kusema kwamba huyu akafanyaje wala nini, wewe umeshakosea na unatakiwa uende kule ukapige magoti. Kwa hivyo ukiangalia ni movie fulani hivi ambayo imeelezea maisha fulani watu ambao yanawakuta katika maisha ya shule au yaliwakuta watu ambao walisoma Memkwa. Watoto wa 2000 hawawezi kujua hii kitu kwa sababu Memkwa ilikuwa ni watu ambao wameshapita umri na wamelazimishwa kwenda shule. Yaani ina maana wakapelekwa shule ili angalau wajue kusoma na kuandika. Lakini pia ukiangalia katika movie hapa kitu kikubwa zaidi kimeweza kwenda kuzingatia quality, ina quality kali, production nzuri. Big up sana kwa Steve Mweusi, ameweza kufanya vizuri. That's why nayo pia imeweza kuwa miongoni mwa movie ambayo inafuatiliwa sana sasa hivi. Lakini kituko kingine ni pale Dogo Seli alipokuja kuingia na babu yake. Kituko kingine ni Dogo Seli alipoingia na babu yake baada ya kuingia ndani na kwenda kumtambulisha kwamba kwa mwalimu wake kwamba huyu ni babu yangu naye amekuja kwa ajili ya kuja kusoma. Ni moja ya movie ambayo inachekesha sana kama nilivyokuambia. Yaani inautoa alisema maisha fulani hivi ambayo watu walishapitia hapo nyuma. Ni maisha fulani ambayo yalikuwepo. Kwa sasa hivi watu wengi hawajui neno Memkwa kwa sababu wao hawakupitia katika hayo maisha, lakini ni maisha ambayo watu waliyaishi sana. Lakini pia mwalimu ameweza kwenda kuonyesha kitu ambacho watu walikuwa wanafanya. Sasa pale Dogo Seli nilikwambia kwamba ameingia na babu yake na kumwambia kwamba huyu atakuwa kama mwanafunzi wako. Lakini kikubwa zaidi kimekwenda kuwachekesha watu ni pale mwalimu alipomwambia Dogo Seli alipomwambia babu yake kwamba hii 1000 utakwenda kununua kandolo, lakini pia utafanya nauli na nyingine utakwenda kula kacholi. Pale alipomuuliza tu baada ya kumaliza hayo maelezo, cha ajabu babu yake Seli hakuweza kukumbuka yale maagizo ambayo alikuwa na Seli pale. Watu wakaanza kuangua kicheko. Kwa hivyo ukiangalia ni movie fulani hivi ambayo watu wanakwenda kuenjoy sana wakienda kuiangalia. Tungoje na episode nyingine zinazokuja. Kwanza alivyopewa hela akachukua akaweka kwenye socks. Kwa hiyo akamwambia 700 ale kacholi, lakini ikibaki 300 na maana 100 anunue kandolo, 200 afanye nauli. Cha ajabu babu akachukua hela. Baada ya kuchukua hela na kuweka kwenye socks, lakini kabla hajaiweka anaambiwa kwamba nimekwambia maagizo gani hapo. Kwa hiyo lakini mzee ameweza kuchanganya baada ya kuambiwa kwamba 100 akanunua kandolo, yeye 700 ndo akapiga hesabu kwamba anunue kandolo badala ya 100 ndo anunue kandolo. Kwa hivyo unaangalia mmoja ya picha hivi ambayo ina vituko sana. Kingine vile vile wakati anaambiwa akakae, yeye anataka kuondoka na yule aliyemleta. Lakini ukiangalia wakati anaenda kukaa kwa sababu ana 1000, watu wakamwambia kwamba njoo kae hapa. Watu wote wakaanza kumgombania kwa sababu wanajua kwamba ana shilingi 1000. Lakini pia kituko kingine ambacho kimeweza kwenda kunifurahisha katika
katika movie hapa ambayo Steve Mweusi ameweza kwenda kuitoa ni pale baada ya wanafunzi kufumwa na barua. Wanafunzi kufumwa na barua. Napenda Baijasusi Kidege utawala. Cha kwanza Tanganyika na Zanzibar ziliungana mwaka gani na rais alikuwa nani? Unaona. Baada ya kuulizwa pale akaulizwa mgeni akajiinamia chini. Akaulizwa kati ya Tanganyika na Zanzibar wameungana mwaka gani na rais alikuwa nani? Steve Mweusi akamwambia kwamba nipe ile 1000 ili niweze kukutajia. Kwa hivyo baada ya hapo akasusa na kuondoka. Kwa hiyo darasa likawa limecheka kweli kweli. Kwa hiyo unaona ni moja ya vituko ambavyo vimeweza kutokea katika movie hii. Umeona? Lakini pia vile vile Steve baada ya kuambia yeye sasa ajibu. Kwa hiyo ameulizwa kwamba Zanzibar na Tanganyika waliungana mwaka gani na rais alikuwa